Mtu wangu ni mbaya. Nilikwambia wewe William Ruto, ninakuheshimu lakini kuanzia leo hata hiyo heshima mimi sikuheshimu. I wonder. Asongo Mumbali nanga. Game over. John Medu amemwambia President William Samoei Ruto that goal number 1 ni Kipchumba Murkomen. At the same time President William Samoei Ruto yeye alikuwa too busy State House akiongelelea Edwin Sifuna venye ni mtu mjinga hana akili eti kwa sababu alisema kuku ya Mluya haiwezi fika 15 floor. Lakini kuanzia leo hata hiyo heshima mimi sikuheshimu. Jesus. We, huyo MP wa Olkalau yule amechaguliwa ndio Metu ama Metu ndio yeye? President Ruto, as you sit at the State House, God has rejected your presidency. You will not have any peace. Your time is up. Deputy President, Mr. Soprano, your time is up. You use this word, I use them to you. Mene, tekel, upasi. Your time is written on the wall. Your time is up. Na Kabogo had warned these people wa 2 term, lakini hawakumsikiza. Aliwaambia watu ya Mlima, mimi ndo nawajua zaidi. Wanaweza kumuramura na wakuu magari ya, god damn it. And President Ruto, let me tell you this final word. If you can kill everyone, utuwe sisi zote, ubakishe tu mmoja, huyo mmoja atakwambia 1 term. Oh yeah. Nani ndio nani? Ameapishwa? Ama kuapishwa pia ilikuwa kwa ballot? Ilikuwa 2 in 1. Ni noma, ni hatari, ni danger guys. God has rejected your presidency. You will not have any peace. Your time is up. Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu. So Kabogo was first governor wa Kiambu. Na despite kuwa na power na kuwa na hizo doo zote, watu ya Kiambu walimumuramura na wakamfanya 1 term. So nyi watu ya 2 term, our eyes on you, god damn it. Kasongo aende asiende kuanzia leo, kwa sababu ya hasara hiyo ambayo umetuletea. Hata hiyo heshima, kama unataka heshima, tafuta mama Faith Getau, mwende naye Sugoi, aende akakupatia heshima. Hello. Karen Nyamo wants a referendum to divide Mount Kenya region. She's a lawyer, in case you've forgotten. She's a lawyer, so she's supposed to be very conversant with the Constitution of Kenya 2010. So Karen, hebu tueleze which constitution contains an entity called Mount Kenya region? Ama how do you plan dividing something that does not exist as a lawyer? Nataka tu niambie wewe kama wakili, how do you do that? Alafu utamsikia amesimama mahali kusema watu hawana akili, hawana mpango. Ndio hawa, ndio hizi akili. So you can see the akili is yourselves. Yani like I know even William Ruto just sits down, look at the people around him, especially the ones from Mount Kenya, and all he can see is sheep. Because what is this? What are you saying, madam? Hey, na wewe ni wakili, ndio hizi zile karatasi tunashinda tukiambiwa za River Road. Mimi nataka wasanii wetu sasa waanze kutunga nyimbo ya hii mauaji vile tulifanya wakati ya JM Kariuki. Nataka nyimbo katika hii mlima zianze kutungwa ya huyu William Ruto na vile ametufanyia kama jamii.
Nataka umtaje tu Aringe. Leo I want Kenyans wamtaje tu Aringe. Even if you people are not going to vote him because maybe he comes from a small tribe or he comes from a tribe that you don't like, nataka tu umtaje Aringe. That one leader in opposition that you can relate with change, real change. All these people hakuna mtaujui. All these people have been in position for years and years and years. And there is nothing you can pin even one thing they changed. Criticizing is very easy. Who criticize mutu? My friend, everybody is a leader when they are criticizing. But give them an office, give them a call to do for Kenyans. They will do nothing. That's why I'm telling you, huyo kiongozi mmoja mwenye you can relate with kubadilisha Kenya. Kubadilisha, amewahi badilisha, anawekwa hapa, anabadilisha vitu ambao watu hawakuwa wanadhani zinaweza badilika, zinabadilika. Anaenda hapa anabadilisha, anaenda hapa anabadilisha. He has his own weaknesses because he's not an angel. But mtaje tu Aringe. Wherever he is, it is not a must that you are going to vote him in 2027. Myself, I'm going to vote him. Two-time bloggers. Now I agree with you. Amefanya kazi, si ndio? Fundi wenu amefanya kazi. Now hata afanya kazi kabisa. Hii maendeleo analeta dakika ya mwisho ndio mnatuambia ati kazi. Mimi kama kuna kitu nitafanya nipigie Ruto 2 term. Hizi stadium ambazo anajenga. Hizi stadium Ruto anajenga na ile goodwill ambayo ameonyesha kwa sports na ile support ameonyesha wa sportsmen in this country. 2 term. The only president nimeona ako so focused na mambo ya sports ya hii country. Anatujengea stadiums na bado ana support our people na ana motivate wale sportsmen kwa hii country. So stadiums zinaendelea kujengwa, zingine zinaisha, zingine zimeisha. Talanta Stadium 60k capacity. Gusii Stadium ndio ile inapelekwa 14k capacity na 8 lane ya track ya kukimbia. Hii maendeleo anaenda kuleta dakika ya mwisho hii. Wameiba hizo miaka zote. Ikifika hii dakika ya 90, mtu anajifanya atameleta. Haya. Watu ambao wanasema ati tusijenge stadium, tujenge industry, tuwezi kula stadium. Stadium na tuwezi kula, lakini stadium inaweza leta pesa, inaweza leta kazi, inaweza empowerment, my friend. Stadium, si unajua tu, hiyo si kitu ya ku-explain. Alafu mnasema siji tujenge industries badala ya stadium. Bana, Kenyan government imekuwa na industries, imeown industries since time immemorial. Maendeleo gani hii bana? Ndio kata basi ameleta maendeleo. Acha ajenge, amefanya kazi mzuri. But kinye tunataka 2027 ndio atakuwa amechoka, apumzike. We shall speak through songs going forward, the way we normally do when we are under stress and when we are under threat as a community. Oh, our artists, you must come up with strong songs with a message that the community is under siege, it is under attack. Some people with genuine degrees are out here suffering. Wengine wako na degrees za River Road ndio hawa. Because tell me why a lawyer, and I quote a lawyer because do you people believe she's a lawyer? She's not even very well versed with the constitution of Kenya, but she is a lawyer. Finally it is happening. Yes. This time round in this country tunataka kumalizana na ukabila once and for all. We want to have one nation that will be moving forward and talking development. Anybody who tries to come na mambo ya ukabila, tutadisassociate na yeye. Yani tutamkata hivi kama kupe. Unaona? Tutamdondoa kama kupe. So Mount Kenya East are finally getting their freedom from their oppressors, the Mount Kenya West. Oh my God. Reports that I'm getting is that our watu wa Mount Kenya West wamekuwa mekalia our watu wa East sana. They have been feeling superior. And that is why sahi Kithure Kindiki, a boy from West, from East, anapigwa vita na wale wa West wanapiga vita sana. Hati huyo si kiongozi wao. And that is our deputy president. Munaona wa Kenya? So
all Kenyans, kama uko na any association na watu wa Mount Kenya West, cut the association now. Kama hizi ndio akili, heri ni kuwe brainless for the next 20 years. One term. Yes, because I'm clear in my mind that this country tumepitwa na ujinga ya ukabila na ushenzi. Because saizi wewe umepeleka mtoto wako hospitali, uambiwe wewe ni kabila fulani, wewe utapata dawa, wewe utakosa. Watoto wetu wanasoma the same schools. Taja huyo kiongozi mmoja. Mtaje tu aringe. Semi umvote. I'm not telling you. Kwa sababu maybe ukabila na ushenzi imekuingia kwa kichwa. But mtaje tu aringe. Mtaje tu aringe. That one leader that you can relate with changing a country. That we are not going to the ballot for the sake of going to the ballot. 2027 we are going to the ballot for the sake of changing our country. But taja huyo kiongozi at least aringe. Even if you not vote him, mtaje tu ajuage that at least even though some people did not vote me, at least they recognized that I represented real change. Na hakuna kitu Kindiki atasaidia Ruto mlima. Hakuna kitu Wetangula na kina Nyong'o watasaidia Ruto huko Nyanza. Hakuna kitu Oburu Odinga atasaidia Ruto. Hakuna kitu Joho atasaidia Ruto hapa Pwani, kwa sababu hapa Pwani sisi tuko hapa. Na hii Pwani sisi one term tumefunga. Mkiongea kuhusu Pwani, mjue mtoto wa Maumau anaishi hapo na amefunga kila kitu. Mahali Ruto ana matumaini ya kupata kura ni huko Nyanza, na hizo kura pia hazihesabiki, na tukisema pia ni kuzihesabu hazimalizi dakika 2, zinakuwa zimeisha zote. Songo, mbona wewe? Mbona wewe? Manze, nimesikiza venye ule boys mwenye amezikwa leo huko Olkalau venye alidai demand. Vijana wetu wanakufa na uchungu. Kama hivyo ndo hapana, hatufai kupuuzia hizi vitu. Kama hivyo Mungu sasa hapa ni wewe unafanya wenye unataka, because at a funeral of one of the Buddha guys that was killed, murdered by the state during the Olkalau by-election, na alikuwa anacheza hiyo clip ya venye he was even pleading for his life. It's a very sad clip indeed. You have zero reason to understand why we are saying Ruto must go. If you see that video, because he puts it and then everybody hears it. It is the voice of a man who was dying in the hands of policemen, men that you sent to come and hound our children. Murkomen, you will never find peace. You have bought almost everything in this country, but you will never have peace. Your wife will never have peace. Your children will never have peace. Kawajiko, you will never have peace. Women Repwa Muranga, you will never have peace. Faith Mimwaganu, you will never have peace. Kwenyaduku, you will never have peace. Moshera Michael, you will never have peace. You maimed an innocent man. You shed blood of an innocent man. You will never have peace. Hata wazazi wa mtoto hawatawaisa. Hakuna mtu wako mahali anacheka na anajua whatever happened. Nilikwambia wewe William Ruto, ninakuheshimu lakini kuanzia leo hata hiyo heshima mimi sikuheshimu. Mama. Sasa tuseme.